Asante. Mwaseo. Kumbe mnajua hata Kikamba nyenye ni makuso ile ya gani. Tumefika hapa leo zote kama united opposition kuja kuwaulizeni kwa heshima zote, huyu ndugu Panyako huyu apatiwe kura Alhamisi ijayo. Unajua tunazoea kusema 27 November ni wiki ijayo. Wangapi wako tayari kumpatia hizo kura? Mimi wakati naposema Wiper komboa Kenya ni sisi zote. Nikisema Wiper sema komboa Kenya. Nikisema komboa Kenya sema one term. Hata unaona kofia yangu imeandikwa one term, si ile ya kizungu one term. Unaona imeandikwa? Basi harambee. Asanteni. Komboa Kenya Wiper DAPK Jubilee zote tunakomboa Kenya, ama sivyo? Alafu nikisema harambee one term, harambee. Kwa hivyo basi, kwa nini tuje namna hii? Hebu angalieni sura ya Kenya iko hapa kwenu leo. Ni kweli si kweli? Yule wakili Have ingawaje anatoka huko, yule wakili alikuwa president wa Law Society of Kenya. Ana sifa ngumu nyingi zaidi hata Kenya nzima na hata duniani. Tumpigie makofi huyo jamaa. Akasema yeye alikuwa kwa chama cha UDA na Ruto huko amehama. Kama Ruto anaachwa na president wa Law Society, huyo amekwisha. Mimi pia ni wakili, ama sivyo? Unaona wakili mwingine Ndengwa, wakili wa Kenya wote, kwa sababu anaelewa na sheria, na vile serikali ya Ruto imehujumu msimamo wa kisheria, hakuna wakili ambaye kuna akili timamu anaweza kuwa upande wa Ruto. Lakini jina hili limesikika kila mahali hapa kwenu. Ati Faruk nani? Jamaa kwanza sidhani, mimi namuelewa, sidhani kama ameenda shule. Anakuja hapa kuandaa Waluya. Lakini uamuzi ni wenu. Liona tumekuja, kwanza muone vile tumekuja. Yule gavana wenu natembea, unaona huyu my friend Omingo Magara, senator huyu Kalwale. Kama Ruto amewacha na Kalwale, amebaki na nani? Kama bullfighter yuko na yeye, amebaki na nani? Kwa hivyo Wakenya wameamua ni Wakenya kwa upande mmoja na William Ruto kwa upande wake mwenyewe. Na ndio anasema one term. Jana ametoa taarifa, anasema anataka kuanzisha miradi ya mashilanga 50. Na huko anajua, kwa mfano mimi nilikuwa na makamu wa rais wa President Kibaki. Mnakumbuka hayo? Mnakumbuka hayo? Tuna uzoefu, hatuna uzoefu? Tunao, hatuna? Sasa Ruto akisema anadanganya prime minister wa Uingereza, walikutana huko Misri. Mji naitwa huko, mji mkubwa sana kwa historia. Wakakubaliana Waingereza watasaidia Kenya kujenga High Grand Force ambayo ingetoa umeme zaidi ya megawatts 700. Yeye jana anasema nadanganya Kenya nzima atajenga, na yeye amesimamisha hiyo kwanza. Inaletwa kwa ile mpangilio unaitwa private public participation. Kwa hivyo uongo huu wa kiongozi mzima wa Kenya wamechoka nao. Huyu Faruk aulizwe, kwa mfano wakati watoto walikuwa wanauawa, wakati watoto wanakuwa abducted, wanawekwa ndani ya masubaru, ni nani alikuwa komanda hiyo kikosi? Kikosi hicho. Na tutakuja tuambieni ukweli, kwa sababu kusema kweli wengine watapelekwa mbele ya mahakama mwisho ya mambo haya. Kwa sababu Kenya wanataka nchi ambayo inatawaliwa kisheria. Kwa hivyo leo nimeshangaa, na nyinyi watu wa Malava mjipigie makofi, kwa sababu polisi amekimbizwa na nyinyi hapa leo. Na sia mlikuwa na mkutano, akaja akatimua mbio. Hakuna wengine akatimua mbio. Hapa ametumuliwa na wananchi. Imefika mahali wananchi waseme tunataka nchi yetu. Nyinyi mko mbele, mstari wa mbele kusema Kenya itakuwa ni yetu. Ni hata Waluya wote na Wakenya wote. Kwa hivyo
tukitoka hapa kama vile my friend hapa amesema Malava atu anatungojea. Mimi nimezoea kupigwa tear gas na polisi na bado niko hai. Wanampiga tear gas, walitupiga na Raila ambaye amelala. Unajua mzee wetu amelala. Tulipigwa tear gas 2013, 2017 na bado tuko na lazima inchi isimame. Kwa hivyo nimekuja hapa niwaambie watu wa Malava msikubali kuuziwa uongo. Uongo ndio ile kitu kibaya zaidi. Lakini mkijikakamua au watoto watapata inchi ambao wanaweza kujivunia. Ruto ameharibu elimu yote. Yule Matiang'i alikuwa waziri wa elimu, mimi nilikuwa waziri wa elimu. Sasa kwenda chuo kikuu Kenya hii ni kama mtu anatarajia kwenda mbinguni. Hawezi. Mzazi hawezi. Walimu wa chuo kikuu kwa mara ya kwanza wameenda hata mgomo. Wanagoma. Hiyo my friend Eugene anasema shu. Hiyo imeanguka. Linda mama ndio hiyo imeanguka. Na hajajaribu jana hakuongea juu ya the rule of law, ulinzi wa katiba, kwa sababu wote hawa public officers, mawaziri ndio wanaenda kila mahali, wametupwa na Ruto na pesa nyingi. Hapa tayari ametumia zaidi ya 300 million shillings kuangusha tu mtu mmoja. Tumekuja tushikamane na tufunge hiyo hoteli ya Kena Faruk. Tuambie watu wa Malava mkomboe heshima yenu. Lakini kwanza mnikubali ni washukuru ndugu zangu hawa. Huyu gavana anatembea, huyu my friend Senator Halwale, my friend Eugene Wamalwa, Senator Malala. Ile muungano tumeona hapa leo ni muungano wa kweli, si wa kweli? Wangapi wanasema wakishikamane namna hii mpaka Ruto awe one term? Mengine tuanze kuongea baadaye. Msije mkajali. Kuna wenzangu nilikuwa na wao kule. Unakumbuka ma-DVD, sio? Wanasema weta. Hao walikuwa ndugu zangu. Wao wameamua kwenda retire mapema. Ni kweli si kweli? Wangapi wanasema waende retire mapema ndugu zangu? Kwa hivyo asanteni. Tena Panyako, hebu inua mkono ndugu yangu. Ukimwangalia huyo, wangapi tena watampigia hizo kura? Now I'll pass over the microphone to Kalwale tusonge tu namna hiyo, sio? Na mtania radhi niko na homa, sitaki kuisambaza. Thank you. Vanaveru kama